na tukiwa tunaelekea kwenye kumbukizi ya siku nzuri, siku njema, siku ya baraka, siku ya kuzaliwa kwa Bwana wetu na Mwokozi wa maisha yetu, mfalme wetu Yesu Kristo. Kutoka kwenye kile kitabu cha Isaya sura ya 53 tutaanza kusoma mstari wa 4 mpaka ule mstari wa 6. Biblia nasema, hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Tulimzania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Pointi yangu kubwa ipo kwenye mstari wa 5. Inasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Lakini pia tusome kile kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16. Nafikiri hii inafahamika na watu wengi. Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Tarudia tena, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sasa leo nimekuja kukukumbusha kwamba Yesu alikuja duniani. Mungu alikubali Yesu azaliwe na kuletwa duniani kwa lengo mama na dhumuni kubwa la kutufanya tuwe na uzima wa milele. Alikuja kuturejesha na kutupatanisha na Mungu wetu. Alikuja kuturejesha kwenye nafasi zetu mbele za Mungu. Alikuja kurejesha ushirika baina yetu sisi wanadamu na Mungu wetu. Hilo ndo dhumuni mama la Yesu. Na ndio maana alikubali kuonewa, alikubali kuteswa, alikubali kufanyiwa ziaka ya kila namna. Hiyo yote ni ili tu mimi na wewe turudi kwenye ushirika na Mungu. Hiyo yote ni mimi na wewe turudi na tupate vile vyote Mungu alivyokusudia tuvipate tangu kuzaliwa kwetu. Hakuna mtu aliyezaliwa kwa bahati mbaya. Haujazaliwa ili uwe mtu mbaya. Umezaliwa ili uwe mtu mwema. Umezaliwa ili kuzalisha matunda mema hapa duniani. Umezaliwa ili kubeba sifa njema hapa duniani. Umezaliwa ili kusababisha matokeo mazuri, matokeo mema hapa duniani. Sasa ili hayo yote yatokee kwenye maisha yako, ni lazima umkubali na umwamini na umpokee na ukubali kutoka moyoni mwako, kuambia moyo wako, nipo tayari Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa kufanya hivyo, utakuwa umekubali kuvipata vitu vyote ambavyo Mungu amevikusudia uvipate kwenye maisha yako. Yesu alikuja duniani na alikubali kuzichukua laana zetu ili sisi sote tupate baraka. Nataka nikwambie, Yesu alizaliwa ili kuzibeba laana zetu ili sisi tupate baraka. Alikubali kuzaliwa hapa duniani na kufanyiwa yote aliyokufanyiwa ili mimi na wewe tutoke kwenye umaskini na tuwe matajiri. Mungu haja kuumba au haja kuleta duniani uishie kuwa maskini. Sasa ili utoke kwenye huo umaskini, lazima umkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Alikubali kuzaliwa na kufanyiwa yote aliyofanyiwa ili mimi na wewe tutoke kwenye kuteswa na magonjwa ya kila aina, ili tuwe na uzima. Yesu alizaliwa ili wewe uwe na uzima. Sasa kwa nini uendelee kuteseka na magonjwa wakati yupo ambaye aliletwa ili utoke kwenye hayo magonjwa yanayokutesa, ili utoke kwenye hivyo vifungo vinavyokuonea? Kwa nini uendelee kuonewa na hivyo vifungo?
Kwa nini uendelee kuonewa na adui wakati yupo ambaye alizaliwa ili mimi na wewe tutoke kwenye vifungo vya kila aina? Alikubali kuchukua umaskini wa kila hali. Alikubali kuchukua maovu yetu yote ili mimi na wewe tubaki kuwa watakatifu. Na Biblia inasema tutakuwa watakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu. Na Mungu mwenyewe anasema kwenye kitabu cha Petro, anasema mtaitwa watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Na uwezi ukaulisi uzima wa milele kama sio mtakatifu. Na anayetusaidia kuishi maisha ya utakatifu na kubaki na utakatifu daima ni Yesu. Mkubali Yesu ili uweze kuulisi uzima wa milele. Hakuna uzima wa milele kama haumtamkubali Yesu. Hauwezi kuwa na afya njema kama utaendelea kumkataa Yesu. Unataka kutoka kwenye magonjwa yanayokuonea, unataka kutoka kwenye vifungo vinavyokuonea, ni lazima umkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kubali Yesu azaliwe moyoni mwako. Kubali Yesu azaliwe kwenye maisha yako. Utayaona matunda na baraka zote ambazo Mungu alizipanga uzipate kwenye maisha yako, zote zitakujilia kama utamkubali tu kumpokea na kumwamini na kumfanya kuwa mwokozi wa maisha yako hasa. Turudi kwenye kitabu kile cha Isaya. Isaya sura hiyo ya 53 tuliposoma kwanza kabisa pale. Anasema ule mstari wa 5, alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yesu alikuja kuhakikisha usalama wa maisha yetu. Na ndio maana anasema yeye ndiye mchungaji mwema. Mchungaji mwema anamlinda mtu wake na kila aina ya uonevu wa giza. Mchungaji mwema analinda mtu wake asionewe wala kufikiwa na mambo mabaya. Biblia inasema mwivi haji ila aibe na kuchinja. Mwizi au mwivi au adui anapokuja, huwa anakuja kwa nia ya kuharibu. Anakuja kwa nia ya kuharibu afya yako, anakuja kwa nia ya kuharibu uchumi wako, anakuja kwa nia ya kuharibu maisha yako kwa ujumla, kuharibu tabia zako, kuharibu mwenendo wako, kuharibu hata namna unavyoongea. Kuna watu namna wanavyoongea hawapendi kuongea hivyo, ila adui ameshaharibu usemi wao. Adui ameharibu tabia zao. Lakini Yesu anasema yeye ni mchungaji mwema. Yeye ni mwalimu mzuri, anaweza kukufundisha. Haijalishi leo upo katika hali ya namna gani, anaweza kukutengeneza ukawa mtu bora, ukawa mtu mzuri. Kipindi hiki tunaposherehekea kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ninakukumbusha ukubali Yesu azaliwe moyoni mwako haswa. Atakapozaliwa moyoni mwako haswa, atakupa sifa na tabia zake, na utakuwa mtu bora na makini sana. Maisha yako yatakuwa salama mara tu utakapoamua kumfuata Yesu. Utakuwa na uzima na afya kwenye maisha yako yote kama utaamua kumfuata na kumkubali Yesu. Fanya maamuzi leo kwa ajili ya maisha yako, lakini pia kwa ajili ya familia yako njema hapo baadaye. Mahali ulipo unasema hujaokoka, unatamani kuokoka, fuatisha maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba unisamee dhambi zangu. Futa majina yangu kwenye kitabu cha hukumu. Andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo ninamkataa shetani na mambo yake yote na kazi zake zote na njia zake zote. Ninakukubali wewe Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Sasa umeokoka, umekuwa mtu mpya na ya kale yote yamepita. Sawa sana na Mungu anasema kwamba ukimpokea anakufanya kuwa mtu mpya, anasahau yote ya nyuma. Ninakuombea neema ya kuendelea mbele. Ninakuombea neema ya kutoishia njiani. Ninakuombea neema ya kubaki kwenye njia ya wokovu katika jina la Yesu Kristo. Kila kilichokuwa kinakusumbua hakitakusumbua tena. Magonjwa yaliyokuwa yanakuvizia kukupoteza hayatakuvizia na wala hayatakupoteza tena kwa jina la Yesu. Natangaza mwisho juu ya kila aina ya vifungo vilivyokuwa vinakutesa maisha yako yote. Kuanzia leo wewe uko huru kweli kweli
katika jina la Mungu Baba, Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana. Unaweza ukanitafuta ili kukusaidia na kujifunza zaidi, uendelee kukua na kuendelea mbele, kwa namba ya simu 0613847527, 0613847527. Mungu akubariki sana na uwe na wakati mwema. Amen.